Baba, ikiwa siku yetu ni ya pili katika somo letu, katika kongamano letu, tunaomba mkono wako ukawe pamoja nasi. Roho Mtakatifu ukajifunue kwa namna ya tofauti, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Unaweza ukaketi. Asanteni praise. Asante na wewe kwa kuweza kufika siku ya leo. Ilete hapa hima. Yes. Ninaamini unaendelea vizuri. Wangapi walikuwepo siku ya jana? Wangapi leo ni siku yao ya kwanza? Ninaamini pia utapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha usikose na kesho tukiwa tunamalizia. Niona kumbe haikuwa sauti yangu. Nilikuwa nasema kwanza lini mimi na sauti namna. Onesmo, Mungu anakuona. Amina. Hakikisha kama jana haukuwepo, leo napata muda wa unakwenda kuangalia kwenye YouTube. Fuatilia kuanzia siku ya jana. Somo letu lenye kichwa kinachosema pale Mungu anapokaa kimya. Na jana tuliweza kuangalia sana sababu zinazoweza kusababisha Mungu kukaa kimya. Lakini tukasema ukimya wa Mungu pia ni majibu. Mungu ukiona amekaa kimya sio kwamba anatukomoa, ila kuna kitu Mungu anakifanya ama anatuandaa kwa kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kukipokea. Na ninaamini tukimaliza hii semina, ukiomba na Mungu ukiona haja kujibu, utakuwa na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umeomba na Mungu haja kujibu, utakuwa na uhakika pia Mungu amekujibu. Ingawa kukaa kipindi cha ukimya, Mungu akiwa amekuchunia, kinahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Kinahitaji neema, na ninakufundisha kwa sababu kuna hili somo nisingeweza kulifundisha miaka 3 nyuma, kwa sababu wengi mlikuwa watoto. Sasa hivi mmekuwa watu wazima kiroho. Unapewa chakula kigumu. Mtoto tunamfundisha kitoto, kwamba bado Mungu hajasikia, omba. Ukiwa mtu mzima kidogo unapewa chakula kigumu. Kwa hiyo tunazidi kupanda. Lakini ninaamini Mungu ameruhusu hii semina, kuna breakthrough ipo. Leo tunaingia sehemu ya pili. Andika, nini Mungu anafanya kipindi hakujibu maombi yako au amekukalia kimya? Nini Mungu huaga anafanya? Nini Mungu anatendaga kipindi ambacho hakujibu maombi yako? Mungu kipindi ambacho hakujibu kile ulichomuomba, Mungu upande wake huaga anafanya nini kuhusu wewe? Nini Mungu anafanya kipindi hakujibu maombi yako au kipindi amekukalia kimya? Upande wake Mungu anakuaga anafanya nini? Kipindi umeomba, kipindi umefunga, kipindi unategemea kupata majibu, alafu Mungu amekukalia kimya.
kwa Mungu yeye anakuwa anafanya nini kuhusu wewe? Tuangalie anakuwa anafanya nini. Fungu na mimi kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 23 mpaka 25. Yule msomaji wangu wa jana yupo? Hayupo? Basi nitasoma mwenyewe. Kutoka mlango wa 2 kuanzia mstari wa 23 mpaka 25. Biblia inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Hata baada ya siku zile nyingi, siku nyingi, Biblia inasema mfalme wa Misri akafa. Alafu wana wa Israeli wakawa wakilia, na sababu ya kulia kwao ni kwa sababu ya utumwa. Kuna levo ya utumwa walikuwa wanatumikishwa, alafu kila wakiomba hawapati majibu. Mwishowe wakaacha kuomba, wakamfanya nini? Wanalia. Ni kama wewe, kuna sehemu uombi tena, ukiingia tunalia tu, Mungu kaniacha. Umebadilisha gia, unasema labda nikilia Mungu atafanya, atasikia. Alafu hawa jamaa, Biblia anasema sio maombi yao yaliyofika juu, kilio chao. Kumbe kuna kilio ukilia, Mungu anafanya nini? Anasikia. Mungu akasikia kuugua kwao. Sasa ukitoka mstari wa 23 na mstari 24, usione ni kitu cha mara moja. Hello? Usione kwamba Mungu leo wao wamelia leo alafu kesho Mungu afanye akasikia. Biblia imesummarize vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatokea. Ingeweza kuandika vitu vyote, isingetosha. Anaposema mstari wa 23, kutoka mstari wa 23 mpaka mstari wa 24, kuna miaka na miaka na miaka na miaka mpaka Mungu kuja kusikia. Hello? Kutoka mstari wa 23, walipoanza kulia, walipoanza kuteswa, walipoanza kupaza sauti zao, mpaka siku ambayo Mungu anawasikia, ilichukua muda. So kuanzia leo ukiona Mungu akujibu, you are not special than others. Kuna watu na wenyewe Mungu afanye nini? Hawajibu. Mungu aliwakalia kimya. Anawaona wakiteswa, anawaona wakidhulumiwa, anawaona wakipigwa, anawaona watoto wao wakitupwa mtoni, anaona kila kitu, lakini bado Mungu akakaa kimya. Alafu kuna muda Mungu akasikia kuugua kwao. Kumbe kitu pekee ambacho tuna uhakika nacho, hatujui Mungu anaweza akatukalia kimya muda gani, lakini tunachokijua iko siku Mungu atatusikia. Hello? Kinachotakiwa kwako, usiache kuomba. Yaani haijalishi Mungu atajibu mwakani, mwaka kesho kutwa. Assurance ambayo tunayo, iko siku Mungu atafanya nini? Atasikia
na Mungu atajibu. Sasa kipindi cha kuvumilia Mungu akusikie ndo kipindi kinahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Biblia inasema Mungu kitu cha kwanza akasikia kuugua kwao, lakini kuna kitu cha pili kinaongelewa. Mungu akalikumbuka agano lake. Hapo tutaangalia. Alafu hilo agano alilolifanya na Ibrahim, alilolifanya na Isaka, alilolifanya na Yakobo. Alafu badala ya kuwasikia, Mungu pia akaja akawachungulia, akawaangalia. Minzi Mungu ameanza kuwasogelea. Kitu cha kwanza, Mungu hakuwajibu au hakuwasikia sababu ya kilio chao. Mungu hajibu kwa sababu ya kilio chako, kwa sababu umeomba. Hapana. Ila Mungu anajibu kwa sababu majira yako yamefika. Jana tuliangalia sana na nitakuonyesha kwenye hii mistari hapo kwenye Kutoka 2:23 mpaka 25. Mungu hakuwajibu kwa sababu wamelia tu. Kilio kilifika, lakini Mungu hakuwajibu. Mungu alianza kuwasikia na Mungu alileta majibu kwao, ni kwa sababu majira ya kutoka utumwani yalikuwa yamefanya nini? Yamefika. So kila mtu kuna majira ya kulia. Izati nani mhubiri anasema kila jambo na majira yake chini ya nini? Chini ya jua. Kuna kila jambo lina majira yake. So Mungu hakushuka kuwasikiliza, hakushuka kuangalia kilio chao kwa sababu ya sauti. Sauti zilifika, lakini Mungu haendeshwi na hisia zetu, wapendwa. Yaani Mungu haendeshwi na wewe unavyojisikia. Hivyo ulilia kama Yesu. Yesu alilia. Ninaangalia ile movie ya Passion of Jesus. Jamaa wanapiga. Yesu anapigwa kama mwizi. Inapigwa ile sijui ni nini, na kamate kivuta hivi, imevuta na nyama. Alafu itoshi hapo, wakati anaenda Golgotha akavuliwa nguo zote. Alafu mama yake anamwangalia, wanafunzi wake wanamwangalia, alafu anamwambia msinililie mimi, walilieni nani? Watoto wenu. Alafu Yesu yuko msalabani anasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui. Mimi nasema mimi ndo ningekuwa Yesu. Wale malaika wangefanya kazi sana. Kitu cha pili, kama majira yako hayajafika, hata kukuangalia Mungu hakuangalii wala hakusikii. Narudia tena. Kama majira yako hayajafika, hata ulie kiasi gani, Mungu hakuangalia. Anaposema Mungu akawaangalia, Mungu akawasikia, kuna kipindi Mungu hakuangalia. Kwa sababu kama Mungu angekuwa anawaangalia kila siku, Biblia isingeandika Mungu akafanya nini? Akawaangalia na Mungu akawasikia. Minzi kuna muda hata uombe kiasi gani, Mungu amekataa kukusikia. Na sio kwa faida yake, ni kwa faida yetu. Hello? Kitu cha tatu, ukiona Mungu hasikii au Mungu amekukalia kimya, anakuwa hana majibu ya kukupa kwa wakati huo. Zaidi anasubiria majira yako. Bi yake ongeza, Mungu amefungwa kwenye majira. Ukiona Mungu amekukalia kimya, maana Mungu hana majibu ya kukupa kwa wakati huo. Anasubiria majira yako, kwa sababu Mungu anafanya kazi katika majira.
Point nyingine, ukiona Mungu amekukalia kimya, ni hekima ya kiungu ya kuzuia asiharibu muujiza wako ambao amekwisha kuutengeneza. Pointi muhimu sana. Ukiona Mungu amekukalia kimya, ujue ni hekima anayoitumia ili asiharibu muujiza wako ambao tayari amekwisha kutengeneza. Kwa sababu Mungu ukitaka aongee, unamlazimisha Mungu aongee kitu ambacho sicho alichokutaka wewe ukipate. Kwa mfano Mungu amesema labda, kwa mfano mfano sitaki yaani kwa mfano, ngoja nimtolee mke wangu. Kwa mfano Mungu anataka kutuongeza mtoto mwingine baada ya miaka 3. Sawa? Alafu mimi na mke wangu tumetafuta mwaka huu wa kwanza, Mungu hajatujibu, alafu tunataka Mungu aongee. Lakini mpango wa Mungu baada ya miaka mingapi? 3 atatupa nani? Mtoto. Unadhani tukimlazimisha Mungu aongee sasa hivi atatujibu nini? Yaani Mungu amekusudia baada ya miaka 3 ndo atupe mtoto mwingine. Kwa mfano, natolea mfano. Au mke wangu tuna hiyo plan. Ili nigongelee msumari hapa hapa. Sikutegemea. Kwa mfano sasa, natolea mfano. Na tunataka labda mtoto wa kike. Lakini sisi tunataka, lakini Mungu akiangalia assignment ambayo ametupa, akiangalia namna ambavyo tutakuwa busy ndani ya hii miaka, Mungu anaona kabisa sio muda sahihi. Kwa sababu kuna Mungu ametarget isikose mwaka huu tunatakiwa tuhakikishe tumehubiri injili watu 1000 wameokoka. Kitendo cha mama kuwa mjamzito kuna nguvu inafanya nini? Inapungua. Kuna majukumu yanafanya nini? Kwenye mpango wa Mungu kuna target yanayo tuifanye, alafu ndipo aje aseme sasa pokea nini? Mtoto. Sasa sisi tunalazimisha kwa sababu hatujui kwa nini Mungu ametukalia kimya. Lakini vitu vingine tukiomba Mungu anajibu kwa haraka sana. Lakini kwenye watoto Mungu afanya nini? Anakaa kimya na sisi tunalazimisha. Nilisema jana, kuwa makini kipindi ambacho Mungu amekukalia kimya, ndio sauti zingine nyingi zinaanza kufanya nini? Kusikika. Minzi kwa sababu ya shauku yetu, adui anaweza akatumia huo mlango kukuletea majibu ambayo sio majibu ya Mungu. Na adui anaweza akatumia watumishi wa Mungu sahihi kukupa kile ambacho unakitaka. Halo? Ndio maana nasema Mungu akikaa kimya ni hekima yake ili asije akaharibu muujiza ambao tayari ameshafanya nini? Ameshakutengenezea. Watu wengi tunaharibugi miujiza sisi wenyewe kwa kufungua milango kwa adui. Kwa sababu adui akiona shauku yetu atatuletea majibu tunayotaka sisi. Kama ambavyo Abraham, nilitolea mfano jana, walipoona mtoto Haji wakamtafuta Hajiri na wakampata Ishmaeli. Mpaka leo ni mwiba kwa watoto wa Ibrahim. Hello? So ukiona Mungu amekukalia kimya, ujue anatumia hekima, kwa sababu hana majibu katika majira hayo ya kukupa. Mungu anaamua tu kukuangalia, hajibu kwa sababu Mungu neno lake lolote ni sheria. Mungu neno lake lolote ni sheria katika ulimwengu wa roho. So ili asiharibu muujiza ambao tayari amekuwekea, Mungu anaamua tu kukuangalia. Unalia we, anakuangalia. Unacheka, unanuna, anasubiri majibu yako kwa wakati ulio sahihi. Kwa hiyo muda mwingine tusimlazimishe Mungu aongee. Muda mwingine kama Mungu hajaongea, tufanye nini? Tuache, tuendelee kuomba, tuendelee kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha mwisho,
not cha mwisho, wakati tunaendelea. Anasema akakumbuka agano ambalo alilifanya na Ibrahim. Anaposema akakumbuka, kuna kitu kilitengenezeka. Ukisoma katika mstari wa 24, Mungu akasikia kuugua kwao. Angalia, Mungu cha kwanza akasikia kuugua kwao, alafu kitu kikubwa alichosababishwa Mungu awasikie, Biblia anasema Mungu akakumbuka nini? Agano. Hebu turudi tuliangalia agano linasemaje. Kwa hiyo Mungu kuwasikia, hakuwasikia kwa sababu ya kilio. Mungu kuwasikia, hakuwasikia kwa sababu ya shida zao. Mungu kuwasikia, hakuwasikia kwa sababu ya utumwa wao. Kuna kitu Mungu kilikuwa kimemfunga ili Mungu aweze kufanya nini? Kuwasikia. Turudi, agano lipi Mungu analolizungumzia la Abraham ambalo lilimfunga Mungu muda wote ambao wapo? Fungua mimi kitabu cha Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 16. Mwanzo 15 mstari wa 16. Tumefika wote? Tumefika wote? Angalia, Mungu anasema hivi: na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori. Mstari wa 18, siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mtu mkubwa, mto Frati. Anamwambia Abraham, Abraham, sikiza nikwambie, kizazi chako cha 4 kutoka wewe kitarudi mahali hapa, lakini ninataka kufanya agano na wewe. Ukianzia mstari wa 13 anasema hivi: Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia wale watu, nao watateswa muda wa miaka mingapi? Miaka mingapi? 400. Sikiza nikwambie, agano halikuwa la watu ambao tunaona kwenye Kutoka. Agano lilikuwa kati ya Mungu na mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Anaisababishia nchi yote Mungu asiwasikilize. Mtu mmoja, yani ingetokea Abrahamu hajafanya agano na Mungu, hawa watu wasingekuwa watumwa. So aliyewafanya kuwa watumwa sio Mungu. Aliyewafanya kuwa watumwa ni Abraham kuingia kwenye agano na Mungu. Abrahamu angekataa kuingia agano na Mungu, uzao wake wasingekuwa watumwa. Tunakubaliana? Kwa maana nitoa sana bado. Tunakubaliana au hatukubaliani? Sikiza mwambie. Kwenye Kutoka 2:23 anasema Mungu akalikumbuka agano alilofanya na nani? Na Abraham. Miaka mingapi? 400. So kuanzia siku Mungu ameweka agano na Abraham, Mungu aliamua kumkalia Abraham na uzao wake kimya. Wakati Mungu amekaa kimya kwenye uzao wa Abraham, kuna vitu Mungu alikuwa anatengeneza. Kitu cha kwanza, Mungu alikuwa anawapeleka Misri. Kitu cha pili, alisababisha Misri waweze kuongezeka. Kitu cha tatu, alisababisha wawe watumwa mpaka miaka 400 itokee. Aliyesababisha waingie kwenye utumwa, kuna agano. Baba yao alikuwa mmoja, hata Isaka hajazaliwa aliingia agano. Swala kujiuliza, agano lipi wewe ambalo linakufunga? Agano lipi? Sio la baba yako, sio la babu yako, babu wa baba yako, kizazi cha ngapi? Cha 4. Kumbe mtu mmoja kwenye nafasi ya familia anaweza akasababisha Mungu akakaa kimya. Mungu anawezaje kukaa kimya? Wewe kuikaribisha miungu ya kigeni ikawa inafanya kazi kwako. Mungu akalikumbuka agano
akasema, muda wa miaka 400 umeisha, natakiwa nianze kuongea na watoto wangu tena. Kwa hiyo wakati Abrahamu ameondoka, Abrahamu hakumwambiaga Isaka, wala Isaka kumwambiaga Yakobo, wala Yakobo hakuambiaga watoto wake kwamba kuna agano. Angalieni, miaka 400 ikiisha, muweze kumkumbusha Mungu kwamba Mungu, miaka imefanya nini? Imeisha. So watu wanahangaika kufunga na kuomba, watu wanahangaika kumtafuta Mungu, na Mungu amekaa. Na ukiangalia kuanzia Isaka, kuanzia Yakobo amemaliza, hakuwahi kuwa na prophet yoyote aliyesimama mpaka Musa. Manake Mungu hakuwa anafanya nini? Anaongea. Mungu alikuwa kimya. Kwa sababu unakuwa prophet, unamtabiria nani? Biblia inasema dada yake Musa alikuwa nabii, si ndio? Si ndio? Miriam, si ndio? Sio kujiza, alimtabiria nani? Means kitu kiko ndani yake, lakini kitu kinachohusiana na destiny ya nchi Mungu hawezi kukishusha kwa Miriam. Miriam anaweza kukutabiria kesho utavaa cheni, lakini Mungu asimwambie Mungu anatutoa lini. Ni kwa sababu Mungu ameficha. Kuna agano, kuna majira yanamsababisha Mungu asifanye chochote. Kuna majira yanamsababisha Mungu akae kimya. Kuna sababu Mungu ya yeye kukaa kimya. Sio kwamba haoni wala hawasikii wala haoni, lakini hawezi kuingia kufanya chochote, kwa sababu akifanya chochote anaharibu muujiza wake. Wakati Mungu anaingia agano na Abraham, hili agano kuna sehemu linawaumiza, lakini kuna sehemu linawapa faida. Kwa mfano, Abraham angekataa kuingia agano na Mungu, wasingekuwa watumwa. Lakini unajua hasara yake ni nini? Wasingeweza kumiliki nchi ya nani? Ya Kanaani. Anawaambia, na uzao wa 4 utaondoka, baada ya miaka 400 watarudi hapa, kwa sababu uasi wa Amori haujafika kwenye vipimo ni wanyang'anye nchi. So mkiendelea kukaa hapa, kama mtaki agano na mkawe watumwa, na nyinyi pia mtaangamia pamoja na Waamori. So usipokuwa mtumwa, usipokubali kwenda kuwa mtumwa, namwambia Abraham, watoto wako hawatateswa, lakini hawatakaa kumiliki nchi. Wakitaka kumiliki nchi ni lazima watoke hapa, na ni lazima wakawe watumwa. So Abraham alivyochukua vyote viwili akavipima, akaona ni bora wachache waumie kuwa watumwa na Mungu asiongee nao, lakini baada ya miaka 400 Mungu hata wakalia kimya tena, na watakuwa wamechukua nini? Nchi. Na ndio maana hakunaga Mwisraeli aliyekuwa anaweza kutoka Misri asirudi, kwa sababu kinachomsababisha akae Misri ni agano. Ngoja kwambie, swala kujiuliza, zamani kulikuwa hakuna boda wala hakuna permit. Kama ukifika pale na manga unagongewa eti hakuna naye kuuliza, si ndio? Kama walikuwa wanajua njia ya kuja Misri, kwa nini wasirudi? Kwa sababu kilichokuwa kinawashikilia sio swala la mwilini. Kuna kitu cha kiroho kilichokuwa kinawashikilia wasitoke. Wanaweza wakatoka wakaenda Kanaani, lakini baada ya muda wanafanya nini? Wanarudi tena, kwa sababu kinachowashikilia, kuna agano kwenye ulimwengu wa roho linalosema mtakaa miaka 400. Na kukaa kwenu miaka 400, Mungu wenu hawezi kufanya chochote. Ni kwa sababu agano linamfunga Mungu. Ninaeleweka? Kuna vitu Mungu hawezi kuingilia mpaka majira yamefika. Kuna vitu Mungu ingawa ni mkubwa na uweza wa kufanya chochote, ila Mungu hawezi kufanya baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye agano. Ngoja kwambie, wakati Israeli mara ya pili wanachukuliwa kwenda Babeli, Yeremia anaandika, anasema wataenda muda wa miaka 70. Mnakumbuka? Walipoenda Babeli walikaa, hakuna mtu aliyekuwa anaweza kutoka. Alafu baada ya miaka 70 kupita, Biblia inasema
Na Danieli kwa kuvisoma vitabu akajua muda huu ni muda wa sisi kujiriwa kutoka. Ndio muda ambapo Mungu tukimwomba prayer point ya sisi kutoka atatusikia. Prayer point zingine Mungu anaweza akatujibu, lakini prayer point ya sisi kutoka utumwani haiwezi kujibiwa mpaka miaka mingapi? 70. Mungu anapokukalia kimya, sio kwamba maisha yako hayaendi. Kuna vitu Mungu anakujibu, lakini kwenye sensitive issue ambayo inahitaji majira yako, Mungu ajibu. Ninaeleweka? Ngoja kwambie, kuna jambo hilo hilo kwa mama Weja inawezekana Mungu amemchunia, lakini jambo hilo hilo kwangu mimi Mungu anaongea, kwa sababu mimi niko kwenye majira, ila yeye hayuko kwenye nini? Kwenye majira. Jambo lile lile yawezekana Asteria, yani wote tupo katika jambo moja, lakini Asteria yeye anapata breakthrough, lakini mimi sipati nini? Breakthrough. Na tunaomba kwa Mungu mmoja. Usijione unakosa. Huyu yupo kwenye majira, ila mimi sipo kwenye hayo majira. Halo? Ilipofika Daniel alikuwa akiomba, Mungu anaongea naye. Na by the way, Mungu anaongea na Daniel sana. Wafalme wote kuanzia Nebukadreza, Daniel ana uwezo wa kuwatafsiria ndoto. Daniel anaweza kaonyesha nini kinachoenda kutokea. Anakuja mfalme mwingine na mwingine na watatu, wote Daniel anaweza akawaambia kitu ambacho Mungu anataka wasikie. Lakini napokuja kwenye swala la Daniel kutoka kwenye utumwa, Mungu aongee chochote. Na ndio maana usimcheke mtu kwa sababu wewe uko kwenye majira, yeye yuko kwenye hayo majira. Usimuone Mungu wake ni wiki afu Mungu wako ni strong. Mungu ni huyo huyo, ila wewe vitu kwako vinakwenda kwa sababu haupo kwenye majira yake. Wewe kwenye hilo jambo majira yako yanasogea. Wakati Nebukadreza, wakati nchi zingine zikiangalia watoto wa Yuda kina Daniel, wanawashangaa. Mbona wana uwezo mkubwa? Mbona wanafanya kina Ezra, kina Nehemia, mbona wana uwezo mkubwa hawa jamaa, lakini hawawezi kutoka? Ndio pale unapojiuliza, mbona amesoma sana? Mbona jamani kichwa? Mbona kwenye interview anafanya vizuri, lakini mbona hapati kazi? Na umejitahidi, umeokoka, unafunga, tumekemea mizimu ya babu mpaka babu amekimbia, kachukua na ukoo wake wote wametoka, and yet kazi hakuna. Kuna muda ukifika, sio swala lako, ujue tu kwamba majira yangu bado. Mungu nipe uvumilivu, niendelee kusubiri, niendelee kuomba na kusukuma, wakati nikisubiri nini? Majibu yangu. Hawa watu Biblia inasema wakalia, wakaomba, Mungu tutoe. Alafu Mungu hawatoi kwa sababu Mungu haendeshwi na machozi yao. Mungu kuna agano la miaka mingapi? 400 linamsababisha Mungu asijibu. Agano likiisha, miaka 400 likiisha, agano lime expire, lazima Mungu aongee. So Mungu kinachosababisha ajibu ni kwa sababu kuna expire date ya muda uliowekewa kwenye ulimwengu wa roho umeisha. Na hapo ikifika muda wa namna hiyo ambapo ni majira yako ya kumsikia Mungu na Mungu kuongea na wewe, hauhitaji kuomba sana. By the way, unawezekana ukawa una koroma, alafu Mungu anakuletea vision. Majibu yako hustruggle sana. Alafu kipindi hiki ndipo vitu viwili vinafunguliwa kwako. Kitu cha kwanza kinaitwa grace, neema inaachiliwa. Kitu cha pili, favor. Favor na grace vinaachiliwa kwa wakati mmoja. Unashangaa vitu ambavyo ulikuwa ukivifanya kwa ugumu miaka 5 nyuma, sasa hivi ufanyi kwa ugumu, alafu vitu vinafanya nini? Ujue mwanangu, that is your time. Wakati wako umefika. Wakati wako umefika. Nitampa mtu mic atoe ushuhuda. Kuna kipindi ukipita kwenye msoto hadi unajua msharika wako anapita kwenye nini? Sababu akija hana prayer nyingine yote. Ngoja nimtoe mama Weja huyo hapa.
miaka 3-4 nyuma alinichukua, tunaenda shuleni kwake, wanafunzi 8. Baba, yani hapo sio wameniloga. Na kwamba nimemwaga maji ile shule, nimemwaga mafuta. Wanafunzi wafanye nini? Hawaji. Ametoa nimekula kila aina sadaka yake. Ilikuwa, lakini Mungu akubariki. Kuwa mwaminifu pia ni raha. Ilikuwa katika hao wanafunzi wachache, ada ya kwanza anayoipata namletea Mungu limbuko. Can you imagine? Na ana walimu wote, ana kila kitu. But then nienda shule yake, mbona shule yako ni nzuri? Kwa nini haina watu? Tunazunguka, we omba, omba, omba. Kama mama, tulia. Mungu atakushangaza. Wakati wako ukifika, hautapiga kelele. Shule yako itajaa. I'm telling you, nisati jana juzi nimeenda kuombea tena mabasi. Shule imejaa. Anambia baba, sasa hivi sipokei wanafunzi tena. Lakini akanambia baba, ukaa kwenye kusubiri cha moto. Nini nachotaka kusema? Kuna muda ukifanya kila kitu sahihi, narudia tena, ufanye kila kitu sahihi na bado hupati jibu, usijihangaishe kujiumiza. Furahi katika Bwana. Furahi katika Bwana. By the way, ukiona wengine wanashuhudia kitu kama hiko, usikae chini, nenda tap. Mwambie Mungu, nipo katika kusubiria muujiza wangu. Soon and very soon, na la kwangu litatokea. Bwana Yesu asifiwe. Andika vipindi vikubwa 4 vinavyotokea wakati Mungu amekaa kimya. Vipindi vikubwa 4 vinavyotokea Mungu akikaa kimya. Kitu cha kwanza, Mungu anamwambia Abraham kwenye Mwanzo 15:13. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Mungu anamwambia Abraham hivi, uzao wako utakwenda Misri. Kwa hiyo kipindi cha kwanza Mungu ambacho alikaa kimya, kuna kipindi cha watoto wake kwenda Misri. Kwenda Misri. Mungu anamwambia Abraham, hakika uzao wako utakwenda nchi isiyo yake. Alafu anaichagua hiyo nchi. Hiyo nchi inaitwa Misri. Kipindi cha kwenda Misri, andika kwenye mabano, ni kipindi cha kuongezeka. Ni kipindi cha kukua. Ni kipindi cha kuwatenga na watu wasio sahihi. Wakati anawapeleka Misri, Mungu alikuwa kwanza anawatenga na Waamori. Anasema kwenye mstari wa 13, Mwanzo 15:13. Mstari wa 16 anasema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Mungu anawapeleka Misri, ni muda Mungu anawatenga. Anawatenga na Waamori ili uovu wa Waamori usiweze kuwaletea madhara watoto wake. Kwa hiyo kabla Mungu hajaanza kukaa kimya, kuna kitu Mungu anakifanya kwako. Kitu ambacho Mungu anakifanya kwanza kwako, vitu vitatu. Kitu cha kwanza anachokifanya kwako, Mungu analeta ongezeko. Anaposema nendeni Misri, anasema uko mtazaliana sana, uko mtakuwa sana, kuna ongezeko. Manake anawaandaa. Kuna kipindi kinakuja, msipoongezeka sasa hivi kwenye eneo fulani, kuna kipindi itakuja hamtakaa kuongezeka.
Biblia inasema ziliingia nafsi 70, lakini siku iliyotoka walikuwa watu 600,000 wanaume peke yake. Ukiweka wanawake na watoto walikuwa zaidi ya watu 2,200,000. Kuna kipindi kabla hawajaanza kuwa watumwa, Mungu aliachilia. Biblia inasema na mfalme wa Misri akasema, watu hawa ni wengi sana. Mungu anawatoa watoke Kanaani ni kwa sababu akiwaangalia Kanaani kwa aina ya nguvu zilizopo, ongezeko haliwezi kutokea. So Mungu anawachukua, anawapeleka Misri kuwatengenezea kuongezeka. Wakati wanaongezeka Misri, hawa waliobaki katika nchi, Mungu anaangalia uovu wao. Kwa hiyo kuna shift ambayo inatokea, na watu wote ambao wanasemaga Mungu amewakalia kimya, kuna kipindi Mungu alikuwa anawasikia. Huwezi kusema Mungu amekukalia kimya kama hujawahi kusikiaga Mungu akiongea na wewe. Au ndo tuko hapa hujui Mungu ameongea? Hujui Mungu anasema? Kuna maeneo ambayo Mungu anaweza kaongea naye. Mungu anaweza kaongea naye kwenye ndoto. Mungu anaweza kaongea naye kwenye maono. Mungu anaweza kaongea naye kwenye mawazo. Mungu anaweza kuongea naye kupitia watumishi, aidha manabii, mchungaji au mtumishi yote akapata neno la maarifa akakwambia. Mungu anaweza kaongea na wewe kupitia mtu ambaye ni wa kawaida kabisa. Mungu ana njia nyingi za kuongea. So ukiniambia Mungu hajawahi kuongea na wewe, sio kweli, ila tu you are not sensitive enough. So hawa watu kuna kipindi Mungu aliongea nao. Kuna kipindi anaongea na Abraham kwamba nenda, hakikisha wataenda Misri. Watu wako wataenda, kuna mazingira wataenda, alafu wataongezeka. So hata walipokuwa Misri, Mungu aongei nao, lakini kwenye behind the scene Mungu kuna vitu alikuwa anavitengeneza. Na vitu ambavyo Mungu alikuwa anafanya ni vitu ambavyo vilikuwa vimembana kwenye agano. Agano inamwambia ni lazima uzao wao ufanye nini? Uongezeke. So inawezekana hawaombi watoto, lakini wanawake wa Kiebrania walikuwa wanajifungua. Mpaka Farao anasema hivi, akaongea na Pua na nani? Na Shifa. Akawaambia wakizaliwa wa kiume weni, wakasema wanawake wa Kiebrania yani ni wepesi. Kabla hawajafika wameshafanya nini? Means uzao kwa watoto wa Kiebrania sio swala la kuomba, ni swala la kiagano. Kwenye utumwa kuna vitu vinawabana, lakini kuna vitu haviwabani. Ongezeko hawahitaji kuomba. Narudia tena, ongezeko hawahitaji kuomba, ila utumwa kutolewa hata wakilia. Yaani huyu jamaa anatoka kulia na mke wake usiku kucha, wamelala, wameamka asubuhi mama mjamzito. Katikati ya uchungu Mungu anaacha nini? Faraja. Baba na mama wamechuniana, wamepigana, kitendo cha kujifunika blanketi, wakiamka mama na nini? Ni kwa sababu ni kitu ambacho anasema na uzao wako utaongezeka mkiwa katika utumwa. So hawa jamaa, akija mtu anaongea kuhusu kwamba hapati mtoto, wanamshangaa kwa sababu kwao hakuna historia ya mtu asipate nini. Lakini wakati huyu mwingine hapati mtoto, yeye sio mtumwa. Wakati wao Israeli wanapata watoto na kuongezeka, lakini nani? Ni kwa sababu mmoja yuko kwenye majira ya utumwa, mwingine yuko kwenye majira ya utumwa, lakini pia hayuko kwenye majira ya kutokupata mtoto. Wakati mwingine yuko kwenye majira ya nini? Kutopata nini? Na ndio maana kukaa kwa Mungu kimya kwako, usitake uwalazimishe na wengine wote waingie kwenye hilo. Halo. Wewe unatumishi kama awali nyama, unataka kulazimisha mahubiri yao yote wote tusile nini? Shindo. Kama kwangu ni mtego, Mungu ameniambia sitakiwi kukulazimisha wewe uje, kwa sababu kuna kitu unachokipitia mimi sikipitii. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, kukaa kwa amani Misri.
Hiki ni kipindi ambacho ukiomba unajibiwa. Ni kipindi walipata favor machoni pa Farao. Biblia inasema walipofika Misri, Mwanzo 46:34. Walipofika Misri, sijui utanisomea mtu. Yusufu akapewa nchi ya Gosheni. Yeye na baba yake na mzee Yakobo alipokuja akapewa, kwa sababu walikuwa na mifugo, wakapewa nchi. Lakini wakati wanapewa nchi hawajui ni sehemu wanaojipeleka. Soon and very soon Mungu ataacha kuongea na wao. Imefika Mwanzo 46:34 inasemaje? Na ni chukizo kwa Misri. Walipofika Misri, ni nchi ya utumwa, alafu bado wana feel comfortable. Lakini mbele Mungu anaenda kufanya nini? Kuwachunia. Ni kipindi ambacho ukiomba vitu unapata. Ni kipindi ambacho Mungu anakujibu kila aina ya maombi unayoyaomba. Na ndio maana leo hii unaweza ukasema nimemuomba Mungu, Mungu anijibu. Ni kwa sababu una experience. Kuna vitu ulishawahi kumuombaga Mungu, akawa anafanya nini? Anakujibu. Ni kipindi ambacho Mungu anaachilia favor. Kipindi Farao hawi tanzi kwako. Kipindi Farao anakupa kila unachokitaka. Ni kipindi Farao anakupa nchi. Ni kipindi Farao anakupa mifugo. Ni kipindi Farao anakupa kila unachokitaka wewe Israeli. Ni kwa sababu muda wa Mungu kukalia kimya bado haujafika. Point ya 3 katika vipindi vingi. Kipindi cha pili. Kipindi cha 3, kuwa watumwa. Kuwa watumwa. Ni kipindi ambacho unapitia kwenye maumivu, unapitia kwenye kukata tamaa, na Mungu anakukalia kimya. Kipindi walichoingia katika utumwa ni kipindi ambacho kila wakiomba Mungu ajibu chochote. Ni kipindi ambacho Mungu ameruhusu. Kwa nini Mungu anaruhusu utumwa? Kwa nini Mungu anaruhusu utumwa hata kama amewakalia kimya? Cha kwanza ni kwa sababu ya agano. Lakini utumwa na maumivu ilikuwa ni sign ya wao kufika mwisho na kuondolewa. Narudia tena. Kipindi hawakuanza kuteseka mwaka wa kwanza, hawakuanza kuteseka mwaka wa pili. Biblia inasema alipokufa Farao asiyemjua nani? Yusufu. So kuna kipindi hawa jamaa walirelax. Kuna kipindi hawa jamaa walipata wanachokitaka. Alafu kipindi cha utumwa kikaja. Biblia inasema na Farao akasimama, nadhani Mwanzo Kutoka 1 kuanzia mstari wa 6. Kutoka 1 kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema Yusufu akafa na ndugu zake wote na wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakiendelea na kuongezeka nguvu, ile nchi ilikuwa imejaa na wao. Ilifika muda hesabu ya Israeli ni wengi kuliko hesabu ya nani? Ya Wamisri. Hiko ni kipindi ambacho Mungu ameachilia favor. Biashara zote wameshika wa Israeli. Kazi zote wameshika wa Israeli. Kipindi cha 3 kinachoingia cha utumwa, Israeli hawakujua tunaingizwa kwenye utumwa. Alafu Biblia inasema Misri walikuwa wachache, lakini waliweza kuwatawala walikuwa wengi. Ni kwa sababu utawala ulioachiliwa sio utawala wa kimwili, ni utawala wa kinini? Kiroho. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Anaposema Yusufu asiyewajua Israeli, anaposema asiyewajua, si amekuwa nao? Kwani ni mtoto? Hakumbuki wema wao wowote.
hakumbuki fadhila zao. Hawa jamaa walijenga miji, hawa jamaa walikuwa wameshika biashara, hawa jamaa walifanya kilimo, walikuwa wanaisababisha Misri kuonekana kwenye ramani ya dunia. Alafu anasimama mtu hakumbuki mazuri yote. Unajua kipindi hiko ndugu yangu, kuna sehemu unaingizwa. Ushawahi kuonaga best of your best friend wanaanza kwenda kinyume na nani? Na wewe. Prayer partners wako unaokeshaga nao na kuomba nao wanaanza kwenda kinyume na nani? Kipindiko kuwa makini. Kama unaingizwa utumwani, kuna sehemu Mungu anaruhusu upite. Na kipindiko hata ukiomba ujue faili la rafiki yako upati. Hata ukiomba breakthrough, Mungu aleti. Kuna sehemu anaruhusu upite. Eiza muda wa kukaa na hao watu umefika mwisho, na njia pekee ya Mungu kukuchomoa ni lazima kupitishe sehemu. Kama Mungu angewaachilia waendelee kukaa, hawa jamaa wasingetoka Misri. Na Mungu anaona muda wa miaka 400 unazidi kufanya nini? Unazidi kuisha. Mungu alichokifanya, akamuinua mtu ambaye ni aliyekuwa rafiki yao akawa adui yao. Ndio maana nasemaga muda mwingine usilazimishe watu kukaa na wewe sana. Kama unafanya kila kitu kizuri na bado hao watu wanakusema vibaya, hawatamani kukaa, ujue muda wa wewe kutoka kwenye saiko yao umefika. Mungu anaongea na wewe kwamba toka sasa. Usimng'ang'anie mtu kama muda umefika. Kitakachofuata ni maumivu, kitakachofuata ni mateso, kitakachofuata ni uchungu. Kwa sababu wana Israeli wanasema, mbona tumefanya kila, hatujawahi kutamani kuwa wa viongozi. Yusufu hajawahi kuwa mtawala. Yusufu amekutabiria ndoto. Yusufu alikusababishia uwe tajiri. Yusufu alisababisha nchi yote ya Misri ikawa mali ya Farao. Hukumbuki wema wote? Ndio mtu anakuja ofisini, yani baba, mimi nilichokifanya kwake. Haya ndo majibu, naambia ndo majibu. Wewe una majibu kushinda Yusufu. Yusufu anamwambia Farao, lima, weka chakula, na anampa strategy. Yusufu anafika anamnunulia Farao nchi kwa kuwapa watu mbegu. Alafu nchi yote inakuwa mali ya nani? Ya Farao. Alafu Farao huyo mtoto wake anamwambia Yusufu, sikujui. Na sio sikujui, nyang'anyeni vyote walivyokuwa navyo, kuanzia leo wawe watumwa. Kuna vitu kama ni Mungu amekusudia, huwezi kushindana navyo. Biblia inasema kipindi cha utumwa ulipofika, vita ikaanza kuinuka. Anasema na tuwatende kwa akili, mstari wa 10, wasije wakaongezeka. Ongezeko linazuiliwa. Tena ikitokea vita na wao, wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kututoa katika nchi hii. Basi wakawaweka wale wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, na wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Rameses. Kipindi cha utumwa ni kipindi unatumika alafu upati chochote. Alafu ndio kipindi unaomba na Mungu, kwa sababu Mungu anakusababishia makusudi hiyo njia uichukie Misri. Kwa hiyo ilipofika kipindi cha kuondoka, Israeli walikuwa wanatamani kuondoka. Yaani Israeli ilifika kipindi hawakumbuki nyumba walizojenga, kwa sababu mateso yalikuwa ni makali. Wenyewe ndio wanamwambia Mungu, tutoe tu hapa Misri. Ndio maana nasema kama Mungu anaongea nawe kwa upole, utoke sehemu utake, Mungu ataongea nawe kwa ukali. Kaulizeni watu ambao wameitwa kwenye huduma alafu bado wanang'ang'ania ofisi. Kwanza Mungu, picha linaanza na kupiga usingizi, unaamka saa 5 asubuhi. Unakuja kwa pasa, baba nina usingizi ambao sijawahi Usingizi wa namna gani huu? Tunaomba we. Baada ya kuamka saa 5 ndio kama nimekuongezea mzigo. Kesho naamka saa 6:30. Kumbe Mungu anaja na nani? Kuna mtu mmoja alikujaga hapa. Alikuwa naomba kazi fulani. Nishasemaga huu mfano. Alipokuwa naomba ile kazi, nikaonaga Daddy Bella anaweza akampaga ile kazi. Kwa hivyo niambia hapa, ngambia ngoja kwanza niongee na askofu. Kipindi kwa askofu. Ngambia ngoja niongee
na Pastor Sanbela, kwa sababu unachokitafuta amekuwa akiniambia nimtafute mtu wa design hiyo. Basi nikamwambia mkuu, kuna mtu huyu hapa. Sema asema okay sawa, ngoja basi nitakwambia. Kesho yake nampigia simu, akaniambiaje, achana naye. Nikamwambia kwa nini, mtu ana shida sisi umsaidie? Asema huyo mtu Mungu ameniambia tusimsaidie, anapitishwa na Mungu mwenyewe, na hata ukimtafutia kazi ya namna hiyo hakai, ataondoka. Kaambia mbona sikuelewi mkuu, mbona ana shida watoto wake hadi wanakosa ada za shule? Anasema issue sio ada. Unadhani Mungu anaangalia ada? Mungu analiangalia kusudi lililopo ndani yake, na Mungu amefunga milango ya kazi. Huyo mtu hatokaa kwenye kazi. Mimi nikabisha, nikamtafutiaga kazi, na huyo mtu nilimtafutia yuko humu ndani. Akaenda kufanya kazi kwake, hakumaliza mwaka aliondoka mwenyewe. Aliacha kazi mwenyewe akaondoka, akarudi alipokuwa nakaa. Kwa hiyo tukiongeaga nao, unaendeleaje mtumishi? Nina sehemu najishikizia. Kama light ungejua hata ujishikizie Ikulu utaacha tu kazi wewe. Ni muda wako wa kupita kwenye nini? Tumwa. Ili usiwe comfortable na Misri, utamani kurudi wapi? Kanaani. Na kipindi hiki kila wakiomba Mungu aondoe utumwa, ndio Mungu anafanya nini? Anauzidisha. Yaani kila wakilia Mungu muue Farao, sasa Mungu ndo amuue Farao. Jana walimuona mwembamba, leo wanamuona Farao ni mnene. Yaani maombi yako yanamsababishia adui yako azidi kuwa na furaha. Unafunga na kumwambia ninamkanyaga, jina lake ninaliandika, ninampasua. Ile unampasua tukifika asubuhi ndo amesimama kwamba umefanya ile kazi. Kadiri walivyokuwa wanamuombea Farao au wanaomba mabaya, Mungu ndo kwanza anampa afya njema Farao. Ndo kwanza anampa wasaidizi. Biblia inasema wakawekewa wasimamizi waliowatesa sana. Kuna muda akaondoa makaratasi, majani yalikuwa yanatumika kama cement. Zamani hakukuwa na cement. Yale majani kuna namna wanatengeneza, kama mmeangalia ile picha ya Moses, wanayaweka inakuwa kama gundi kati ya tofali na tofali. Akapunguza majani, wakatafute majani, kazi zikawa ngumu. Ila hawa jamaa wakitoka kufanya kazi saa 7 usiku, wakirudi nyumbani uzao unaongezeka. Mungu anapokuwa kimya kwako, hawi kimya kwenye maisha yako yote. Kuna sehemu kuna breakthrough. Ila lile lililokusudiwa kwa wakati huo Mungu akuvushe, haongei. Halo? Kipindi cha 4. Ni kipindi cha kutoka Misri. Hiki ni kipindi ambacho Mungu anakukumbuka na analikumbuka neno lake. Ni kipindi cha Mungu kukujiria kwa upya. Ni kipindi ambacho Mungu tayari ameshatengeneza mazingira bora ya wewe kwenda kule ambapo amekuandalia. Ni kipindi ambacho Mungu ametengeneza mazingira. Biblia inasema na uovu wa Waamori bado haujatimia. So wakati Mungu amewapeleka Misri, Mungu alikuwa na dili na Waamori wenye nchi ya Kanaani. Na ndio maana walipokuja hawa jamaa kuvamia ile nchi, walichukua nchi kirahisi. Unakumbuka mji wa kwanza kuingia ulikuwa mji gani? Yeriko. Hawakupiga Yeriko kwa nyundo. Walizunguka tu siku ngapi? 7. Alafu ukuta ukafanya nini? Ukadondoka. Walipoingia wakaua kirahisi.
kipindi cha kutoka Misri ni kipindi ambacho Mungu anatengeneza visa yeye mwenyewe vya wewe kutoka. Sasa visa hivi inawezekana ukafukuzwa, visa hizi inawezekana ukachekwa, visa hivi inawezekana ukatukanwa. Kuna visa vinaanza kutengenezeka, ujue muda wako wa kufika kutoka umefika. Wakati kilio kimemfikia Mungu kuwatoa, Mungu hakuwatoa siku ile ile, miaka 100 mbele ndio Mungu aliwatoa, lakini Mungu alianza kumwandaa mtu. Wakati wa mateso watoto wanatumpwa kwenye mito, ndipo kipindi Musa naye anazaliwa, mnakumbuka? Alafu na mama yake anamficha. Sasa ngoja nikwambie, ni miaka 100 kabla ya miaka 400 Mungu anawaandaa, kwa sababu Musa alipozaliwa mpaka kukaa kwenye nyumba ya Farao kabla hajakimbia ilikuwa ni miaka 40. Ilipofika miaka 40 Mungu akamuondoa tena Musa kutoka kwa Farao, akaenda Midian, akakaa tena miaka mingapi? 40. Alafu ndipo miaka 80 bado anateseka watu, lakini Mungu anamwandaa mtu. Alafu Mungu haongei na wote, anaongea na yule aliyemwandaa aweze kusikia. Wakati miaka 80 Musa anaandaliwa, ndugu zake bado wanaendelea kufanya nini? Kuteseka. Lakini visa ndo vinazidi. Wakati visa vinazidi na mateso yanazidi, ndo kipindi Mungu ameanza kuongea na Israeli. Na Mungu akianza kuongea na Israeli, aongei na watu wote, anamchaguaga mmoja kuwa sauti yake. Katikati ya Waisraeli kuna mmoja anaanza kumsikia Mungu kabla Mungu hajaruhusu watu wote kumsikia, kwa sababu hawawezi kumwelewa. So kipindi cha kutoka kuna vitu viwili vilikuwa vinafanyika. Kwanza, Mungu alikuwa anadili na kule wanapokwenda. So Mungu anatengeneza mazingira bila kuwaambia nini anachokitengeneza. So kipindi wanaomba Mungu awajibu, Mungu hawajibu wao, Mungu anajibu kule wanapokwenda. Narudia tena, kipindi ambacho Mungu kama amekukalia kimya, ujue kabisa kuna nafasi, kuna sehemu Mungu anataka kukupeleka, kuna namna anadili na kule anapokupeleka. Na ndio maana watu ambao walikosa uzao, kipindi ambapo Mungu amekuja kuwapa uzao, watoto wao hawakuwa sawa na watoto wengine. Watoto wao walikuwa tofauti. Ni kwa sababu wakati anazuia tumbo lao lisilete watoto, kuna mazingira alikuwa anamtengenezea huyu mtoto. Akizaliwa huyu mtoto akawe mnadhiri wa Mungu, akizaliwa huyu mtoto akawe mwamuzi wa Mungu, akizaliwa huyu mtoto akatengeneze njia ya Yesu, akizaliwa huyu mtoto akawe mfalme wa wafalme. Kuna namna Mungu anawazuia. Wakati analia anasema ninahitaji mtoto, Mungu hamleti kwanza mtoto mpaka mazingira ya yule mtoto yametengenezeka. Wakati miaka inakaribia, Mungu anaanza kumwandaa mtu, lakini kipindiko uovu wa Amori umefika kipimo. Mungu hawezi kumnyang'anya mtu mpaka mtu mwenyewe apoteze. Anawaambiaje Sodoma na Gomora? Ardhi imenililia, uovu wenu umekuwa mwingi, ardhi imelilia, na kwa sababu ardhi imelia, lazima niiteketeze Sodoma na Gomora. Kilio sio cha watu. Dhambi zilipokuwa nyingi Sodoma na Gomora, dhambi zilienda kwa Mungu kulalamika kwamba hawa watu hawastahili kukaa tena katika hii nchi, wachome moto, wanyang'anye nchi. The same Kanani, aliyepoteza Kanani sio Mungu. Mungu aliwapa nchi wa Kanani. Wakanani kwa uovu wao. Yani Mungu anajua kipimo gani, nikiwapa miaka mingapi wadui zako kwenye hii nafasi watakuja kuipoteza. Unashangaa unafanya kazi upandishwe cheo, alafu kuna adui yako yupo kwenye cheo. Kila unapomwombea mabaya ndo anazidi kustawi. Yupo, ujue ni Mwamori, mpe muda tu. Kama umekusudiwa kwenye hiyo nafasi, wakati wewe unaomba, Mungu anadili na yeye. Yani kama alikuwa mbaya, atakuwa mbaya mara 7 zaidi. Kama alikuwa na kiburi, atakuwa na kiburi mara 10 zaidi. Itafika muda mpaka management yote inasema huyu mtu aondoke tu. Alafu siku anaondoka, ndipo siku ya saa 8 unashangaa message imeingia, kesho una barua yako. Unachukua ile barua, ile nafasi Mungu anakupa. Unasema, Mungu, kwa nini ukunipa siku zote? Ni kwa sababu Mwamori wako alikuwa hajaondolewa bado. Mungu anajua akikupa hiyo nafasi na Mwamori bado yupo,
kuna aina ya uovu utakuzuia wewe usimiliki. Ninaeleweka? So wakati Israeli wanaomba kuondoka, Mungu anamwambia issue sio kuondoka. Issue hawa jamaa mkienda kukutana nao mtapoteza hii nchi. So ni bora muwe watumwa ili mpate hasira ya kutoka. Siku nayosema mmetoka, yani mtakuwa wa kwanza kukimbia. Lakini mnapoelekea ni lazima niwatoe kwanza. Ninawatoaje? Kuna aina ya dhambi zinasababisha watu wanyang'anywe ardhi. Natamani niingie huko, lakini ngoja nikugusie. Dhambi moja hapo, Sodoma na Gomora ni watoto wa Kanaani. Kanaani alikuwa ni mjukuu wa Nuhu ambaye alilaaniwa. Na katika ile laana, wale watoto walikuwa wanafanya matendo ambayo dhambi zao zilikuwa zinasababisha wawe watumwa, wasiwe wamiliki. So kadri walivyokuwa wanatenda dhambi, hasira ya Mungu inazidi kuwaka juu yao. Yani kupoteza kwao kulisababishwa na aina ya dhambi wanazozitenda. Na ukisoma kwenye Abraham, kabla Abrahamu uzao wake haujarudi pale, Sodoma na Gomora, sehemu ya Kanaani, iliteketezwa kwa moto. The same hizo dhambi waliobakia wengine zikawalamba na wao wakaendelea kufanya. Aina hiyo ya uovu ilifika muda Mungu anasema sasa ninaichukua na hakuna kuirudisha. Mpaka leo Israeli wanakaa ni kwa sababu Mungu aliwapa. Wakati Mungu amewachunia hawajibu chochote, kuna namna Mungu alikuwa anadili na adui zao. Muda mwingine ukiwa unamuomba Mungu na Mungu hakujibu chochote, ujue kwamba Mungu pia anapigana vita juu yako kwenye upande mwingine. Kuna vita ambayo Mungu hataki wewe ukapigane. Kuna vita ambayo Mungu anaingia yeye kukupigania. Ukiona vita ambayo Mungu amekuruhusu wewe ukapigane, ujue wewe umeshashinda. Mungu hawezi kutuingia kwenye vita ambayo anajua kabisa sisi hatuwezi. Mungu hawezi kuruhusu. Maana yake nini? Muda mwingine Mungu kukalia kimya kwenye jambo fulani, yeye Mungu mwenyewe ndiye anayepigana. Na muda ukifika, Mungu anakupa hiyo nchi. Biblia inasema na Musa akaandaliwa. Musa akakua. Musa akaingia. Musa akafanya. Kipengele cha 3. Kipindi cha utumwa na mateso, nini kilikuwa kinaendelea? Muda unakimbia. Cha kwanza, Mungu alikuwa analitengeneza jeshi lake wakitoka Misri wasiwe watumwa. Hawa watu wakati wanaongezeka, Biblia inasema hawakuongezeka tu uzao, hawa watu waliongezeka kwenye kila kitu. Mungu wakati anawatoa, Mungu hakuwaita wanae tu, alisema majeshi yangu. Utaenda kusoma Kutoka 12:41. Anawaita kama jeshi langu. So muda wote ambao wamekaa Misri wanaona wanateseka, Mungu alikuwa anawatengeneza wawe jeshi. Kipindi chote ambacho Mungu aongei na wao, kuna skills au watu walikuwa wanazipata. Kitu cha pili, aliwapeleka Misri ili waweze kurudi na utajiri. Ukisoma kwenye Kutoka 12:35-36, Biblia inasema na watatoka na mali nyingi. Walitoka na mali nyingi, walipata kibali machoni pa wa Misri. So wakati Mungu hawajibu chochote, Mungu analegeza mioyo ya adui zao waweze kuwapa mali. So kumbe Mungu hakai kimya, ila tu Mungu hafanyi kama unavyotaka. Yaani wakati mama wewe unaomba wanafunzi waongezeke, afu Mungu pale hakuletei, hasemi chochote na wewe, anaenda kuambia walimu, wazazi, asa ile shule ya kimataifa, ile shule nzuri, wewe akwambii. Wewe unakuja kuona matokeo tu. Mungu alipokuwa anadili na watoto wake, Mungu wao wanaona Mungu hawajibu, wanalia, lakini kuna vitu kwao vinaendelea. Wakaanza kupata favor ya kupewa vitu, kupewa utajiri, kwa sababu Mungu amefungwa na neno linalosema watatoka na mali nyingi. So wakati wanalia, lakini kuna utajiri walikuwa wanaupata. Unajua, nilikuwa nasoma hadi nilikuwa naogopa. Hawa jamaa walikuwa njiani wanakwenda, ilifika muda wanamtengeneza ndama wa dhahabu kama Mungu wao. Mshaionaga sehemu Musa alipopanda kuomba,
Watumwa wanapata wapi ndama? Unajua ni kilo ngapi mpaka atokee ndama wafu wa dhahabu? Alafu haikuishia hapo tu. Sehemu nyingine wanataka kutengeneza sanduku la agano, bado ni watumwa wakiwa njiani. Lile sanduku ni dhahabu tupu. Ushakujiuliza walitoaga wapi dhahabu nyingi kiasi hiki? Kuna vitu Mungu aliachilia wakati wanajiona watumwa. Mungu aongei, kuna favor zingine Mungu aliziachilia zikawa zinapita. Kumbe Mungu hakuwa kimya, ila Mungu alikuwa anafanya kwa hekima. Na ndio maana wewe unaweza ukapitia sehemu msoto, hiyo biashara haileti faida, lakini haujawahi kufunga. Yaani inafika muda una uwezo wa kulipa mishahara tu na vitu vya muhimu, lakini hautoboi. Ujue Mungu kuna namna anakutengenezea dhahabu yako. Usiache kufanya, wewe endelea kufanya. Kuna majira yakifika, faida itatokea tu. Ila kwa sasa hivi kuna kitu Mungu anaongea ambacho natamani ukisikie. Kitu cha tatu, aliwapeleka Misri ili awazidishe uzao. Kwenye Kutoka 12:35 mpaka 41 na Kutoka 1:12 Biblia nasema walioingia walikuwa ni nafsi 70, lakini walitoka wanaume peke yake wa kwenda vitani watu 600,000. So uzao uliongezeka. Ndani ya miaka 400 waliongezeka kuwa taifa. Walipokuwa wanatoka, hawakutoka tena kama ukoo wa Yakobo, walitoka kama taifa la Israeli. Walikuwa wengi. Lakini kipindi hiko Mungu haongei chochote. Wanasema Mungu ametuchunia miaka 400, lakini sio kweli Mungu amechunia. Kuna vitu Mungu alikuwa anadili navyo. Akikuruhusu uende na mko 70, mnaitawalaje Tanzania mkiwa watu 70? Haiwezekani. Lazima kufiche sehemu uongezeke. Alafu ukirudi Tanzania mnakuwa watu milioni 10, inakuwa ni nchi. Kitu cha mwisho, aliwapeleka ili waongezeke kwenye kila eneo la maisha yao. Anasema Farao, hawa watu wana nguvu. Anapozungumzia nguvu, sio nguvu za mwilini, wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za kisiasa. Hawa jamaa walikuwa wamekaa kila sehemu, mpaka Farao akasema wakija maadui zetu wataungana nao, kwa sababu kila eneo Mungu aliwafanikisha. Wakati wanasema Mungu amekaa kimya, lakini watoto wao ndio wanashika nafasi mbalimbali. Watoto wao ndio wafanya biashara wakubwa, watoto wao ndio wanasiasa wakubwa. Wako kila sehemu, wana nguvu kila sehemu, lakini ni watumwa. Wakiomba Mungu awajibu, wakilia Mungu awasikie, kwa sababu sio majira ya kutoka. Unaposema Mungu amekukalia kimya, anza kuchunguza vitu vidogo vidogo. Nimekosa chakula, sijakosa chakula. Nimekosa ada, sijakosa ada. Nimeumwa mwaka mzima, sijaumwa. Mungu hayuko kimya, ila Mungu ana sababu kwa nini hanipi hiki. Ninaeleweka? Ili ujue kama Mungu haongei na wewe au anaongea na wewe, anza kulisti. Kama huko, anza kulisti uzao, anza kulisti biashara, anza kulisti watoto wako wanafanya nini. Orodhesha. Alafu kile kimoja ambacho Mungu haongei kiweke cha mwisho. Alafu utakuja kujua kwamba Mungu ana sababu kwa nini hakupi sasa hivi. Mungu ana sababu kwa nini. Mbona kama Mungu ni mchoyo angetakiwa ni nyime vyote. Lakini Mungu kwa nini anaruhusu hivi? Alafu hiki hajaruhusu. Na una uhakika kabisa sio mzimu, sio pepo. Una uhakika kabisa hujarogwa. Sababu wengine msijifichie hapo. Kesho tutadili. Una uhakika kabisa sio nguvu za nini? Za giza. Umesimama na Mungu, lakini bado iko kitu. Mungu aleti breakthrough. Muda mwingine Mungu hajibu kwanza na dili na kiburi chako. Muda mwingine Mungu anadili na kujiona kwako. Muda mwingine Mungu anadili na tabia zako ngumu kabla hajaleta breakthrough kwenye iko kitu. Yaani wewe mwenyewe unasema gani, mimi mwanaume atakaye nioa ole wake aninyoshe kidole. Afrika hii mwanaume
Labda kama umemuumba wewe. Yaani mwanaume asikunyoshee kidole. Mimi nataka nikiolewa mume wangu ananifungulia mlango wa gari. Kama nifunguli siondoke. Mungu anasema tulia. Utawaona watu kama miti inapita hivi. Wanaume kama nini? Miti. Kila mwanaume unamwona ni mti. Alafu unashangaa huyu kaolewa na huyu jamaa. Ni mume mzuri. Wewe unataka na kufungulia nini? Action inaanza kwanza, hata mlango, hata gari una bodaboda tu. Ikitoka bodaboda bajaji. Mpaka tabia ifanye nini? Inyoke. Ndio Mungu anafungua mlango mwingine. Mungu hakai kimya. Ila Mungu kuna sababu kwa nini akupi unachokitaka. Majira yako hajafika, na kama hajafika kuna kitu Mungu anadili na wewe kwanza. Wakati Mungu, cha mwisho, wakati wako utumwani wanalia, cha mwisho Mungu alikuwa anamwandaa mtu atakayewatoa. Mungu alikuwa anaiandaa sauti waweze kuisikia. Mungu alikuwa anaandaa macho waweze kuona. Biblia inasema Mungu alikuwa anamwandaa Musa. Kwa miaka 80 Musa anaandaliwa. So muda mwingine ukiona Mungu anakaa kimya, kuna muujiza Mungu anautengeneza. Na huo muujiza unaweza kuchukua muda kwako wewe. Kwa Mungu bado hauchukui muda. Wakati unaona Mungu amekaa kimya, nataka nikwambie kuna muujiza. Wakati hawa wanalia, hawakujua kwamba kuna mtoto anazaliwa. Hawakujua huyo mtoto ameingizwa kwenye nyumba nani? Ya mfalme. Hawajui huyo mtoto amepelekwa kisirisiri akajifunze tekniki zote za utawala. Alafu Biblia inasema na Musa alikuwa shujaa. Farao alimpenda Musa kama mtoto wake, kwa sababu kila mission Musa aliyotumwa aliweza kufaulu. Musa alitengenezewa, akawa anajua sheria zote za Kimisri, anaijua miungu yote ya Kimisri. Na ndio maana Musa alipoambiwa arudi, akamwambia Mungu, siwezi kurudi kwa Farao, ninawajua wale jamani wachawi Mungu. Siendi. Akamwambia Mungu, hawa jamaa wanaloga. Hawa jamaa wanaweza kuchukua mavumbi akamwambia akatokea mtu. Mungu, usiponipa miujiza siwatoi watoto wako. Lakini huyo Musa aliingizwa, akajua sheria zote, akajua wachawi wote, akajua kila taratibu. Ngoja nikwambie, kuna muda mwingine breakthrough ya familia yenu ni Mungu amekuchukua wewe. Umezaliwa kila mtu ni mchawi kwenu. Yaani wewe ni nusura tu ulienda kukaa kwa mjomba wako, lakini ungekaa kwenu na wewe ungekuwa nani? Mchawi konki. So unapokuja kuombea familia yenu, unajua kabisa maombi haya hatutoki. Unamwambia Mungu, siponipa nguvu zako, ndugu zangu watazidi kuwa watumwa. Haujaja bahati mbaya. Mungu alikuwa anakutengeneza. Kuna falme usipoweza kupigana nazo, kuna vitu huwezi kutoka. Kuna watu hawatakaa kumsikia Mungu kama hujabomoa. Sio kana eleka. Kabla Mungu hajawatoa, ilibidi Mungu amtengeneze kwanza mtoto wake. Hata kuzaliwa kwake tu ilikuwa ni shida. Hata kufichwa kwake ni shida. Yaani mazingira yalitengenezeka, alafu Mungu akakaa. Maana hata Musa kwenye vikao vya kichawi, na yeye alifanya kama kuchanjwa, Musa alifanya kama kutambika, Musa alifanya, kwa sababu ni mtoto wa Farao. Musa kujua kama yeye ni Mwebrania, ni mtoto. Mpaka alipofika umri wa miaka 40 ndio anajijua yeye sio Misri, yeye ni Mwebrania. Alafu Mungu anamuondoa. Mungu anakuja kumpa ubatizo wa moto, anamtakasa, anampa nguvu, anamwambia na wewe sasa utakuwa mchawi kama wao. Tupa fimbo yako. Akitupa sema na wao wanatupa, anasema ya kwako itafanya nini? Itawameza. Utakuwa una uwezo wa kupiga maji akageuka. Akasema Mungu, kwa miujiza hiyo nitaenda. Kabla Mungu hajawafungua watoto wake, Mungu alimtengeneza mtu mmoja ambaye ni Mungu. Biblia inasema na Musa alikuwa kama Mungu mbele ya Farao. Minzi gani? Hawa watu hata waombe kiasi gani hawawezi kumsikia Mungu, kwa sababu kuna Mungu mwingine anaitwa Farao anaye operate katika anga.
So kabla Mungu yamsikia, kuna vitu Mungu anadili navyo kwanza. Hivi unajua kuna nafasi ukiwa unamwomba Mungu akupe, kama hajadili na anga kwenye hilo kitu unakufa. Hivi unajua unawezekana ukamwomba Mungu ndoa, kama Mungu hajadili na hiyo ndoa kwanza kwenye ulimwengu wa roho unakufa. So kabla Mungu hajaruhusu, Mungu kwanza anadili na anga ili aweze kukupa breakthrough. Ngoja nikwambie, Danieli, Biblia inasema hivi, Danieli akaomba lakini majibu yake kwa Mungu yakazuiliwa. Nabii hamsikii Mungu. Sio kwamba Mungu aongee, sio kwamba Mungu ameamua kukaa kimya. Kuna wafalme wa Uajemi wametandaza anga lao, chochote ambacho unatakiwa kukisikia haukisikii. Hawa jamaa wamekaa majuma 3, Danieli anaomba, hapati kusikia Mungu anaongea nini. Biblia inasemaje? Ilibidi Mungu aanzishe vita na wakuu wa Uajemi ili wewe uweze kumsikia Mungu. Kumbe muda mwingine sio kwamba Mungu ameuchuna. Kuna anga lisipotingishwa hautakaa kumsikia Mungu. Kuna sehemu asipoondolewa vizee katika ulimwengu wa roho hutakaa kumsikia Mungu. Muda mwingine sio mpango wa Mungu kukalia kimya. Muda mwingine kuna mazingira yametanda, hauwezi kumsikia Mungu. You will never hear God. Unasema Mungu anijibu. Hemu tudili, hilo anga linasemaje? Biblia inasema Daniel siku 21 wakati anaomba, Mikaeli na Gabrieli wanashindana na wafalme ili aweze kusikia. Alafu kunapatikana upenyo, Gabrieli anashuka. Gabrieli anamwambia nimemwacha Mikaeli, bado anashindana, anga lifunguke. Unajua ni anga gani? Issue yoyote Mungu anayotaka kuongea naye kuhusu wao kutoka utumwani, hawataki kusikia. Vingine anasikia, ila issue ya kujua kwamba muda umefika wa kuondoka utumwani, kuna vitabu vimeandika na yeye anavisoma lakini haoni. Anga limezuia breakthrough yake. Mizi kuna sehemu tunaweza tukamsingizia Mungu aongee, lakini mazingira katika ulimwengu wa roho yanatusababisha Mungu asiongee. Tusimsikie Mungu. Mungu anajibu, tusimsikie. Mizi kwa siku 21 Danieli anachokiomba Mungu niweze kukusikia. Haachi kuomba, akaapa akasema sitoka kuacha kuomba. Unajua watu anasemaga ni siku 21 tunafunga. Danieli hakufunga 21 tu akaacha, aliacha kwa sababu amesikia. Maana yake kama asingesikia angeenda hata mwaka Danieli mpaka majibu afanye yatokee. Unapofunga Danieli fasting, hujamsikia Mungu au mazoea? Sijasema usifunge, I'm just asking. Na kuna watu mnapenda mifungo. Kuna Danieli, kuna Sara, toka Sara kuna Nebukadreza, kuna Ana. It's good kwa kupata experience. Means usipokomaa kuna namna utoke. Wakati Mungu anataka kuwatoa, akajua kabisa nisipomwandaa mtu ambaye ana nguvu zangu, hawa jamaa hawawezi kumsikia Mungu kamwe. Kabla Mungu hajaongea na watoto wake, Mungu kwanza alitakiwa dili na miungu ya Farao. Anasemaje? Anasema mtachinja katika Kutoka 12. Mtakapokula ile nyama, mtakapotoa ile sadaka dhabihu mkapaka, ndipo mimi Mungu nitashuka na kuihukumu miungu ya Misri. Hii miungu ndio inayowazuia msipate breakthrough ya kutoka. Hii miungu ndio imeshika fahamu zenu. Hii miungu ndio imeshika maamuzi yenu. Kila mnapotoka mnajishangaa mmerudi Misri. So inatakiwa ni dili kwanza na miungu, alafu ndio mtoke. Lakini kabla sijadili nayo, inatakiwa nimtengeneze Musa. Inatakiwa nimtengeneze Musa atakayefungua hilo anga, atakayedili na nyoka wa Farao, atakayedili na mizimu ya Misri, atakayedili na nguvu za giza za Farao, ili ninyi muweze kunisikia. Musa asipotenda hamtoki. Inabidi niongee na Danieli. Inabidi anga la Danieli lifunguke. Alafu Danieli alipofunguliwa, baada ya mistari michache, milango michache, unamwona Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu nikajua. Mizi kuna namna walishika. Wako wengi wanaosoma, kila mtu anaona, lakini haoni kwamba hiki kilichoandikwa ni mimi.
Daniel anasema kwa kuvisoma vitabu nikajua umri tunatakiwa kukaa utumwani umefika mwisho, tunatakiwa kutoka. So maombi yetu tubadilishe sasa hivi. Sasa hivi tuanze kuomba Mungu tutoe utumwani, Mungu tutoe utumwani, Ni kwa sababu kuna namna wameweza kufungua anga. Yawezekana huko hapa wewe Mungu anataka kutumia kama Musa ili ufungue anga katika ofisi yako, ufungue anga katika familia yako, ufungue anga katika biashara yako, ufungue anga katika kanisa lako, ufungue anga katika ukoo wako. Kuna anga watu wanamekaa hawamsikii Mungu, lakini kuna sababu inayosababisha wasimsikie Mungu. Kuna mazingira watu wakiwepo, kuna mazingira nguvu za giza zikiwepo, zitasababisha usisikie majibu. Uombe Mungu asikie kilio chako, lakini Mungu asiweze kushuka na kukujibu. Yawezekana sikiza ngombe, Biblia inasema hivi, walitoka mwaka wa 430, hawakutoka mwaka wa 400 kamili. Minzi kulikuwa kuna delay ya miaka mingapi? 30. Kwa nini? Sio mpango wa Mungu. Danieli anasoma miaka 70 imepita, lakini bado wako utumwani. Minzi breakthrough inaweza ikatokea, lakini kama haujawa na ufahamu, kama anga lijafunguka ukaelewa, utakuwa mtumwa, lakini muda wako wa utumwa umeisha. Sio kama mnanielewa namna ambavyo kesho tunadili. Hatutadili na kitu kingine. Tunadili popote tulipo. Anga linalonizuia nisiweze kumsikia Mungu likapasuke. Chochote kinachozuia Mungu asiweze kuongea na mimi, nisiweze kuisikia sauti yake, nisiweze kuelewa, likaachie. Kwa sababu bila kufanya hivyo kuna sehemu hatutaweza kuvuka. Yawezekana Mungu ameshasema tutoke Misri, lakini tuko miaka 30. Ni kijana mkubwa si ndio? Ana mtoto si ndio? Alafu bado mko utumwani. Miaka 70 ni miaka mingi sana. Minzi yawezekana Mungu ameshaleta breakthrough. Hautakiwi kukaa kwenye eneo hilo la biashara. Unatakiwa uingie kwenye viwango vingine, lakini anga limekuzuia. Tayari majira yako yamefika, lakini hausikii breakthrough yote. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Popote ambapo wamekamata, wamezuia usiweze kuwa na majibu, popote ambapo wamebisha na kusema hakuna, wameapa wakasema hakutakaa na watoto ambao watazaliwa watakaoleta breakthrough, kama ambavyo walitangaza wakasema watoto wote wa kiume wafe, kwa sababu walimuona Musa akija na waliona Musa ana sababu kubwa ya kufungua hilo anga, watu wakatoka kwenye utumwa. The same wanadili na vita na wewe, wanadili na wewe kwa sababu wanajua Mungu amekusudia wewe ulete breakthrough kwenye hiyo familia. Wanajua Mungu ameruhusu breakthrough kupitia wewe, sehemu ambapo upo, na vita yako inakuwa kubwa. Vita yako haikauki, vita yako inainuka kila siku. Ni kwa sababu wanataka wakukate kwa upanga. Ukitoka kwenye upanga wanataka wakuzamishe majini. Wameandaa mazingira yote ya wewe kuuawa, wameandaa mazingira yote ya wewe kushindwa, wameandaa mazingira yote ya wewe kukata tamaa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninasemesha kila anga, ninasemesha kila mbingu, ninasemesha aina yoyote ya nguvu inayoshindana, aina yoyote ya nguvu inayoshindana na kutoka kwako, inayoshindana na uelewa wako, inayotaka mto Naili ukumeze, inayotaka Farao aweze kukukata kichwa, inayotaka tundu la simba waweze kukumaliza. Wana kila namna ya kutengeneza usiweze kusogea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, aina yoyote inayotengenezwa, vita yoyote inayotengenezwa ya kuzuia watoto wa Mungu wasiweze kufocus na Mungu, wasiweze kuwa na uhakika na Mungu, wasiweze kumsikia Mungu, mazingira yoyote yanayotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, ninayakataa hayo mazingira, ninayakataa hayo mazingira. Aina yoyote ya nguvu, aina yoyote ya nguvu inayoshindana na kitu ambacho Mungu
usiku wa leo, kila nyoka zao zikamezwe, kila nguvu zao zikaanguke. Usiku wa leo ninamruhusu Gabrieli, usiku wa leo ninamruhusu Mikaeli, usiku wa leo ninaianzisha hiyo vita kwenye anga ambayo upo. Kila mkuu anayezuia, kila nguvu inayozuia, aina ya utumwa unaopelekewa, Mikaeli ingia kazini, malaika ingia kazini, malaika ingia kazini, yule malaika wa vita ingia kazini, yule malaika wa vita ingia kazini, yule malaika wa vita ingia kazini. Chochote wanachokizuia, chochote wanachokizuia, chochote wanachokizuia katika ulimwengu wa roho kisipate nafasi, kisiwe na uwezo wowote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Aina yoyote ya vita inayotengenezwa, aina yoyote ya vita iliyotengenezwa sirini, mipango ya kumuua Yesu inayotengenezwa, Herode mwenye spirit ya Farao, kila aliyekusudiwa kuleta ukombozi, kila aliyekusudiwa kuwa sauti ya Mungu, vita iishi kwake. Ninazisemesha hizo vita, ninazisemesha hizo vita, vita za uchungu zinazodili na wewe, vita za watoto, ilo tumbo linazuiliwa lisipate watoto, hiyo ndoa inayozuiliwa, inajua nini ambacho Mungu amekusudia, wanajua nini ambacho Mungu anataka kupitisha, wanashindana na wewe, wanashindana na wewe, wanashindana na uzao, wanashindana na kazi yako, wanashindana na biashara, wanajua kuna breakthrough ya familia, wanajua kuna breakthrough ya watoto wako, wanajua kuna vitu vinatakiwa kuzaliwa, wanainua hiyo vita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aina yoyote ya wafalme katika ulimwengu wa roho, aina yoyote ya kibina Farao katika ulimwengu wa roho, kazi yao ni kushindana. Wanajua umebeba majibu, wanajua umebeba majibu, umebeba majibu ya ukoo wenu, umebeba majibu ya wilaya yenu, umebeba majibu ya nchi, umebeba majibu ya Afrika, umebeba majibu ya dunia. Hawakubali usogee, hawakubali ujue, hawataki usogee. In the mighty name of Jesus. Baba, asante kwa siku ya pili ambayo tunahitimisha. Baba, tunaiweka siku ya kesho ambayo tutadili na kila ufalme unaozuia sauti yako, kila ufalme unaoshindana na watoto wako wasikusikie. Baba, tunakabidhi kila mmoja, na tunapotawanyika kuelekea majumbani kwetu, tunaomba mkono wako uende nasi. Tupe neema pia kesho tuweze kurudi mahali hapa. Mungu akubariki.